Anasema sio mimi ninayeishi, bali Kristo ndani yangu. Na kila mtu aliyeokoka, maana ya kuokoka ni kumkubali Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na kisha ubadilishwe ufanane naye. Na ukifanana na Yesu, malaika mbinguni wanafurahi na kushangilia. Malaika wanafanya kituo kwenye maisha yako. Unapolala wanakulinda usiku na mchana. Unapotembea unatembea pamoja naye, kwa sababu Bwana wa majeshi yuko pamoja na wewe. Anasema sio ninyi mlionichagua, bali ni mimi niliowachagua. Nampenda Yesu aliyenichagua. Nampenda Yesu aliyenichagua kutoka ndani ya mabilioni ya watu, lakini akanichagua mimi. Mimi ni nani? Ninampenda Yesu aliyenichagua. Mpenda Yesu aliyenichagua. Mpenda huyo Yesu. Inawezekana ningekuwa nimekufa. Inawezekana ningekuwa kifungoni. Inawezekana ningekuwa katika shida mbalimbali, lakini kwa sababu alinichagua, aliponiita mwanangu, nikasema niko hapa Bwana, maana sina thamani kama wewe hujaniheshimisha. Yesu Kristo ndiye anajua thamani wako, ndio maana alikubali kufa kwa ajili yako. Huyu Yesu anajua thamani wako. Kuna watu wengi wanajidharau. Kuna wengine wanajidharau kwa sababu ya changamoto ya magonjwa. Wengine wanajidharau kwa sababu ya changamoto ya masikini. Na wengine wanajidharau kwa sababu ya changamoto ya kukataliwa. Nataka nikwambie, watu wakikukataa, yupo Yesu aliyekufa kwa ajili yako. Atakuwa pamoja na wewe. Atakwambia, mwanangu, uwe na moyo mkuu, niko pamoja na wewe. Wewe ni wa thamani. Wewe ni wa thamani. Nataka nikwambie, wewe ni wa thamani. Ndio maana Yesu ametoa uhai wake ili wewe uokolewe. Ni kwa sababu anajua uthamani wako. Ni kwa sababu anakujua ya kwamba wewe ni wa thamani. Watu waliojua ya kwamba Mungu aliwapenda, katika Yohana sura ya 3:16 anasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Hiyo ni neema ya Mungu kwa mwanadamu. Wewe ni nani ujidharau? Wewe ni nani ujikatae? Hebu angalia upendo wa Mungu kwako. Wale ambao wanajua thamani wa upendo wa Mungu wananyenyekea mbele zake, wananyenyekea kumwambia Yesu, hata kama watu wamenikataa, hata kama shida zimeniandama, hata kama hakuna anayesimama pamoja na mimi nitasimama na wewe Yesu, nitatembea na wewe Yesu, nitakung'ang'ania Yesu. Yesu atakufuta machozi. Tegemea kufutwa machozi. Tegemea kufutwa machozi. Tegemea kufutwa machozi. Maana umechaguliwa. Usijidharau. Maana umechaguliwa. Maana Mungu ana mpango na wewe. Mungu ana mpango na wewe. Unaponisikiliza, tambua ya kwamba wewe ni chaguo la Yesu Kristo, na Mungu ana mpango na wewe. Kazi yako ni moja. Tafuta kusudi la Mungu kwako. Tafuta kusudi la Mungu wako kwako. Maana yeye anajua ni kwa nini amekuokoa. Yeye anajua ni kwa nini amekupa uzima bure. Yeye anajua ni kwa nini wengine wamekufa lakini bado wewe unaishi. Yeye anajua kusudi lake kwako. Usikae kihasara. Tafuta kusudi la Mungu litimize.
Tafuta kusudi la Mungu litimize. Laiti ungalinielewa, laiti ungasikia ya kwamba Mungu amekuchagua. Amekuchagua Yesu, amekufa kwa ajili yako Yesu, ametemewa mate Yesu kwa ajili yako, amevuliwa nguo zake kwa ajili yako, ametundikwa msalabani kwa ajili yako. Ndio maana alikuchagua, kwa sababu anajua uthamani wako, anajua uthamani wako. Alipokuchagua anaonyesha gharama kubwa, gharama ya damu yake anaitoa kwa ajili yako. Usikubali kudharauliwa, usikubali kujidharau, usikubali maneno ya watu. Wewe angalia neno la Mungu kwako. Usikubali watu wanasema nini, angalia Mungu anasema nini. Lipa neno la Mungu kwako, kwamba wewe ni wa thamani mbele za Mungu. Hata kama watu hawakuelewi, hata kama watu hawakuelewi, yupo Yesu anakuelewa, kwa sababu anajua alikokutoa. Anajua alikokutoa. Ulipokuwa umefungwa na vifungo vya giza, ulipokuwa umefungwa na mioyo ya shetani ya dhambi, yeye alijitokeza, akatoa uhai wake, akafa kwa ajili yako, ili wewe uokolewe, yeye angamie kwa ajili yako. Anajua thamani wako, anajua thamani wako. Usikubali mtu yeyote akupunguzie mwendo. Usikubali mtu yeyote akupunguzie mwendo. Ninakumbuka siku moja marafiki zangu waliniambia kwamba, rafiki yangu, wakati wa ujana nilikuwa maisha, nikawaambia mimi nimeamua kumfuata Yesu wa Nazareti. Waliniona wa ajabu, walisema niulimbukeni, sitafika mbali. Walisema ya kwamba huo ni upepo tunanisha, ni mhemuko tunanisumbua, lakini nilikuwa nimemaanisha kwamba nilipompokea Yesu nitamng'ang'ania mpaka kufa kwangu. Nataka nikwambie, wewe sio wa thamani kuliko waliokufa. Wewe sio mzuri kuliko waliokufa. Wewe sio tajiri kuliko waliokufa, lakini kuwa hai kwako ni neema ya Mungu kwako. Timiza mapenzi ya Mungu katika maisha yako. Timiza mapenzi ya Mungu katika maisha yako bila kuangalia watu wanasema nini. Mng'ang'anie Yesu aliyekuokoa. Haleluya, haleluya. Tumalizie. Neno la mwisho kwako msikilizaji ni kitabu cha Isaya sura ya 1 mstari wa 19. Kitabu cha Isaya sura ya 1 mstari wa 19. Biblia inasema, kama mkikubali na kutii, mtakula mema ya nchi. Kama mkikubali na kutii, mtakula mema ya nchi. Haleluya, haleluya. Yapo maelekezo katika neema ya Mungu, na yale maelekezo mwanadamu anapoyatii, anapoyatekeleza katika roho na kweli, Mungu anamneemesha, anampa neema zake na baraka nyingi ambazo ni za tofauti na wengine. Miongoni mwa baraka Mungu anazozitoa, jambo la kwanza, una tiketi ya kuingia mbinguni.
Hiyo ni faida kubwa kuliko mengine yote. Haleluya! Jambo la pili, Mungu anakuwekea walinzi. Yaani wewe unalindwa na majeshi ya mbinguni, na unapolindwa na majeshi ya mbinguni unasikia ndani ya moyo wako unaona amani, hata kama kuna mambo yanakushikashika, kuna mambo yanakutisha, yanakuzunguka, lakini majeshi ya mbinguni yanapokuzingira, ule uwepo wake unatengeneza amani ndani ya moyo wako. Unaishi kwa amani, unaishi kwa furaha, hata kama wengine wanakuumia. Haleluya! Haleluya! Unalindwa na majeshi ya mbinguni, halafu anayewalipa ni Mungu mwenyewe. Wewe ni bosi, sema nimechaguliwa. Haleluya! Wewe umechaguliwa. Na tungalijua kwamba umechaguliwa, na kwa sababu umechagua ambao umechaguliwa, unawekwa mahali ambapo kuna walinzi. Mungu hawezi kukuokoa akakuacha tu, lazima kuwekea walinzi, maana anajua usamani wako. Umewekewa walinzi, malaika wa mbinguni wanakulinda, mkono wa Mungu uko juu yako kukulinda. Yesu Kristo na neno lake liko tayari kukuongoza. Wewe ni wa thamani. Haleluya! Haleluya! Yesu akupe neema ya kuelewa. Anasema kama utakubali na kutii, utakula mema ya nchi. Kama utakubali na kutii, utapokea uponyaji. Kama utakubali na kutii, utalindwa na malaika wa Bwana. Kama utakubali na kutii, Mungu ataokoa familia yako. Simama kwa miguu yako. Nyosha mikono yako juu namna hii. Baba, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi, naleta mikononi mwako watoto wako. Watoto wako hawa, Jehova Mungu wetu, na wakabidhi mikononi mwako, nikiomba Bwana wa majeshi uonekane na kudhihirisha uweza wako na nguvu zako. Udhihirishe Bwana wa majeshi mkono wako leo hodari, ukaonekane juu ya watoto wako, ukawainue, ukawabariki, neno lako likawe hai juu ya maisha yao. Baba, ukaonekane katika familia zao, ukaonekane katika uchumi wao, ukaonekane katika afya zao. Walio wagonjwa wapokee uponyaji katika neno hili ya kukumbukwa. Baba, wakumbuka watoto wako. Baba, wanakulilia usiku na mchana. Baba, wakumbuke, waguse, wapiganie, waonekanie, waponye magonjwa ya wakimbie kuanzia leo kwa jina la Yesu. Kila msikilizaji anayesikiliza, magonjwa kama yako juu yake yakamkimbie kwa jina la Yesu. Vifungo na vifungo vikawaachie kwa jina la Yesu. Baba, waokoe. Baba, wakumbuke. Baba, wainue. Wasio na kazi, wape kazi. Wasio na amani, wape amani. Baba, riko sakara bobesia, rimo shakara bashaka, rika sikirimo yanerereresia, orana makasadewo, rimo shakara babababasika, orina rimo kasaika, in the right house, in the riko saika, baba yaneriko bobesia, riko shakara babo, riko sakara babo. Yesu, wanaolipokea lako hili wakapata muujiza wao. Baba, wanaojiungamanisha na maombi haya, naomba Bwana uwaguse na utende muujiza kwao. Rikasika, rimashanta, rikosika, orabashaka. Ndiyo Bwana,
Ndiyo Bwana, ndiyo Bwana, nahitaji kusikia wakishuhudia watoto wako. Nahitaji kusikia ushuhuda ya kwamba umetenda miujiza, ya kwamba umewainua, ya kwamba umewafungulia milango, ya kwamba umetoa mahali walipokuwa umewapeleka kwenye viwango vingine. Asante Jehova, asante Mfalme wa amani, kwa sababu umewaona watoto wako. Asante kwa sababu umewaona Bwana, umewaona Jehova, umewaona Bwana, unaenda kuwakumbuka, umewakumbuka Jehova.